viatu vyake mlangoni na boksi la chakula mezani. Ukaondoka ukiwa na hasira, ukimya wa jana, kila ukuta una jina lako. Baino, hivi hujaniona udharau au kiburi au kitu gani? Unanipita tu hapa hunioni? Haya, na leo una siku ya 3 hujarudi nyumbani. Ulikuwa wapi? Nakwambia sina mudi ya kuongea na wewe. Sio kwamba huna mudi ya kuongea Babaino. Mimi ni nani yako? Mimi nani yako? Si mkeo. Una siku ya 3 hujarudi nyumbani. Unarudi leo siku ya 4, siku ya 3 unanipita tu kama kisiki. Au kama vile wote tulikuwa tupo wote tangia asubuhi. Au tumelala wote. Unarudia sasa hizo unapita pita tu unajipitisha tu. Hamna cha salamu wala nini. Sijisikii kuambia. Ujisikii kuongea na mimi kitu gani? Wewe Babaino, yani nakwambia nakufuata huko ndani. Wewe unajifanya unanikimbia mimi. Huko ndani leo tutaonana. Sasa tunaishi kwa huzuni, chanzo mzazi mwenza, mabegani na maumivu, lakini kwa ajili ya mtoto Nini tena? bado najaribu kukunja moyo. Ulipeleka ahadi zako mbali kama barua. Niambie, kuna nini hasa? Kafanya nini tena huyo mpumbavu? Yaani mama, Mwagito bado anaendelea na tabia zake tu. Ana siku 3 siku 4 hajarudi nyumbani. Leo karudi nyumbani, kanikuta mimi nafanya kazi zangu, namuuliza, "Ulikuwa wapi mume wangu?" Akaanza kunipiga. Ananipiga, ananifanya mimi kama vile ngoma mama. Yaani ameniumiza. Yaani mimi sielewi. Kashaanza tena mitabia yake. Anakunywa pombe, malaya. Yaani mama mimi simuelewi kabisa mama. Simuelewi kabisa mimi. Simuelewi mimi Babaino mama. Naomba uongee naye. Kama kanichoka mimi mama nirudishe nyumbani. Mimi nimechoka mama, nimechoka. Amezidi huyu mwanaume jamani, amezidi mama. Mimi naomba nirudi tu nyumbani. Kondo ameshaanza tabia zake. Hajarudi nyumbani siku 3. Mwishoga atakaa mwezi, mwaka atamaliza. Mshenzi sana huyu kijana. Pumbavu kabisa. Kwa hiyo tabia nilimuonya hajasikia. Nishamkanya hajasikia. Bado anaendelea. Mbwa mkubwa huyu. Subiri kwanza nimtafute. Pumbavu sana. Yaani bado anaendelea. Anakufanya mtoto wangu kuwa ngoma. Anakupiga. Anakunyanyasa. Hajui kama mimi ndo mtoto wangu wa pekee. Peke yako ndo ninaye mimi. Sina mtoto mwingine. Ananyanyasia mwanangu. Subiri nimtafute. Pumbavu sana. Pokea simu. Mbona pokea simu? Halo. We Mwagito. We Babaino. Wewe kijana wewe. Nishakwambia habari za kunipigia mwanangu bado husikii, sio? Mwanangu amekuja ameumia, amevimba uso. Unanipigia mwanangu, sio? Nakwambia hivi. Kwa nini umenipigia mwanangu? Kwa sababu ya umalaya wako, sio? Nishaambiwa nyumbani hujarudi siku 3 hujarudi nyumbani. Alafu unakuja unanipigia mwanangu. Nataka nikuone. Pumbavu mkubwa wewe. Sasa hivi nikuone hapa nyumbani, nataka tuongee.
Sitaki sababu zingine na wala sitaki ujieleze. Kama unataka kujieleza nataka uje hapa nyumbani ndio. Sasa hivi maelezo wala excuses sitaki. Hapa nyumbani ninapotaka sasa hivi. Usijali mwanangu. Ngoja afike. Twende ndani tukapumzike. Sawa. Lakini bado ni wazazi. Chanzo mzazi mwenza. Mabegani na maumivu. Mama vipi? Shamaliza miogo. Nilikuwa na njaa alafu na hasira nilivyo nazo. Nimeitafuna miogo imeenda chapu yani. Na hasira bala. Yaani nasema nimekula miogo chapu kweli. Ni chakula cha mchana. Kweli. Kwa ajili ya mtoto wetu bado najaribu kukunja moyo. Mama Shoma. Marahaba. Karibu. Enda kamtulie kiti. Niliona viatu vyake mlangoni na boksi la chakula mezani, ukaondoka ukiwa na hasira, ukiniacha na ukimya wa jana. Kila ukuta Na mama, nimekuja kukusikiliza. Ndio nimekuita. Nikwambia uje. Hai, niambie. Ulichomfanya mpaka kumpiga, alichokifanya mwenzio mpaka na kumpiga namna hiyo nini? Mama, mimi nadhani maswali ya majibu yako mwanao anayo. Kwa hiyo ni vyema angejaribu kuweka ukweli wote hapa. Ingekuwa vizuri sana wote tukiwepo ili tuweze kujua ni nini kilichofanya mpaka mimi nikafikia hatua nikampiga yeye. Sababu gani? Baba Ino, sababu gani? Sababu ipi? Unanifanya mimi ngoma kila siku, kirudi ni ngumi. Siku 3 4 unalala nje huko, wewe kwako unaona kawaida. Ukifika nyumbani unaanza kunipiga mimi. Sababu ipi ya wewe kunipiga kila siku unifanya mimi ngoma? Mama Ino. Ulikuwa wapi? Mama Ino. Jamani, sijawaita hapa kubishana wala kugombana. Ninachotaka wewe uniambie sababu ya kumpigia huyu ni nini? Mama, siku zote asiyejua maana basi aambiwe maana. Acha tulibaki kama lilivyo. Kama mimi naonekana nina makosa sana kumpiga, kosa langu mimi ni kumpiga yeye. Lakini kuna sababu ambayo imefanya mimi nikanyanyua mkono wangu nikamtandika. Ila kama kashindwa kukwambia ukweli wote, basi mimi naomba libaki kama hivi lilivyo. Yale niliyokuonya unayarudia tena. Nishakukanya. Bwana, tulia na ndoa yako ndani. Wewe umalaya unaweza kufanya umalaya. Tena unarudi. Nasikia siku hizi kuleo. Unalewa? Kulala nje. Unalala nje. Wewe ni mtu wa aina gani ambao usikii utulii ndani ya ndoa yako? Mtoto wako unamfundisha nini? Mtoto wako unamfundisha nini? Hata chanuo kichwani sasa hivi alipiti. Sio ulivyokuwa zamani. Hata nywele kuchana kwenye shida. Kwa pombe zinakuharibu mpaka akili. Au unaingia kwa sitaki maelezo. Sitaki kabisa. Nadhani bado hujanijua bado. Hujanielewa miaka yote uliyokaa na mwanangu, sio? Au unanichokonoa nilipolala? Au unataka mizimu ya Kinyakyusa iinuke? Baba Ino ungeenda miaka. Kondanya mara gangu, kondanya. Tabia gani hiyo? Ulale siku 3 nje. Siku 3 nje. Unafanya nini huko nje? Au ndo shapata wanawake wengine huko nje? Wewe niambie, kama mwanangu umemchoka, sema. Inawezekana hiyo ndoa niliyowafunganisha haikufai, kumbe unashapata wanawake wengine wazuri huko.
wanaovaa viatu vya mchuchumio, wanaovaa vivimini ndio umeshawaona huko nje. Aba sketi imbimba linapokwenda moja kwenda kuiketa na kuiketa ndio nawapenda hao wanawake sasa hivi. Achana na mwanangu kama hutaki. Achana na mwanangu. Mama, iko hivi. Hizo hukumu unazonipa mimi siwezi kuzifanya. Kosa niliyofanya mimi ni kumpiga tu mwanao. Lakini kwa hiyo swala umalaya sio la nini? Sababu ipo. Sababu gani baba Ino? Kwa nini mwambie ukweli mamako? Ukweli gani? Mwambie ukweli mamako. Ukweli gani baba Ino? Ukweli gani? We, mwanangu nishamfundisha. Mwanangu nimemlea. Baba Ino, nadhani Godaka. Rudi hapa. Baba Ino rudi. Usilete ujinga wako mimi nakwambia. Rudi wewe mtoto. Na babu kachana naye. Usikulete babu sana. Achana naye. Oh bro, nishakwambia utakuja kufa na mawazo. Wewe kila siku ni mtu wa kuwaza. Vipi kwanza shemeji yupo? Shemeji yako bwana hayupo. Nimefika hapa asubuhi. Kaanza kunitupia maneno yake ya ajabu, kaanza kunitukana, ananijibu ovyo. Mwisho wa siku nikajaribu kukaa kimya, lakini nikaona bado anaendelea. Kiukweli nikashindwa kabisa kuvumilia, ikabidi nimtandike tu. Yaani nimemzibua vibaya mno yani. Jamani. Na hapa ninavyokuambia yupo kwa mama yake. Na mama yake naye pia nimejaribu kuongea naye nimueleweshe kwamba mtoto wake ndio mwenye makosa, lakini nimekuja kujulikana kwamba mimi ndio naonekana mimi na makosa, mwenzangu yuko sawa. Kwa hiyo nimegundua kwamba hata wazazi wake akili yao ni moja. Kwamba wao hawataki kuniamini mimi ila wanamwamini sana mtoto wao kwa taarifa alizoweza kuwapa. Kwa hiyo baada ya pale bwana tukaje pale tukazozana, hata maelewano hayakuwepo. Mimi kabidi niondoke zangu. Kwa hiyo nimemwacha huko kwa mama yake. Yaani bro, mimi nikazani labda pale umerudi, mtakuja mkae mnyamalize kama wazazi. Lakini nashangaa jambo lenu bado halijaisha, tama la mpaka kupigana. Hasa hivi hapo unapoangalia huyu mtoto ataishi kwenye maisha gani? Huyu Ino ataishi kwenye maisha gani? Kama mtakuwa nyewe wazazi wake kila siku ni kupalangana huku na huku, palangana huku na huku. Bro. Kwa kweli yani mnanishangaza sana kaka. Unajua nini? Yaani kitu kinachoniuma kwamba mimi ninavyojitoa kwake, ninavyopambana, sijawahi hata siku moja kumfanyia ujinga wala kumuonesha hata ujinga wa aina yoyote kwa ajili ya heshima yake tu. Lakini mwenzangu anaonifanyia ni makubwa. Mengine hata sijawahi kukwambia, lakini navumilia. Sasa nafikia hatua mimi nashindwa kuyavumilia, mwisho wa siku hata mimi mwenyewe nitaamua tu nibaki nifanye ya kwangu yani. Na asingekuwa mtoto huyo, mimi nilikuwa nataka niondoke niende mkoani kabisa yani. Yaani sikutaka kabisa kuendelea kukaa hapa Dar. Na vipi kuhusu Ino? Kaenda naye? Ino toka asubuhi kaenda shule. Sababu hapo mimi kwa ushauri wangu kama mdogo wako, mimi nilikuwa naona kama yeye kaamua kwenda huko kwa wazazi wake, mwache aende. Wewe cha kufanya hapo, baki na mtoto umlee, uwe naye. Kama ataamua kurudi, maana ndio familia yake, basi atarudi.
Lakini kama ataamua ukaachana naye, wewe mwache kabisa, yani usimwazie kwa sababu atazidi kuumiza. Ipo siku nitakuja kakaangu utapata ushakufa. Haya. Itakuwa kishatokea mtoto ataanza kuishi kwenye maisha ambayo sio kaka. Wewe cha kufanya mwache. Umenielewa? Hivi bro, samahani labda nitakuwa kama nakukera. Hivi ushekaa ukajiuliza kwa nini wanawake wengi sana huwa wanapendaga kuchiti wanaume zao? Labda sio kwa sababu ya pesa. Labda sio kwa sababu tuseme ni handsome, labda nzuri sana hivyo, unaona? Wenda labda mtu anaweza kaa na makosa. Sawa, una makosa unayafanya. Labda unatendea sivyo, labda unampiga, ndio maana ikawa hivyo. Sina nielewa bro. Mimi nimekuelewa. Na pia nashukuru sana. Chanzo mzazi mwenza, uliniambia tutadumu. Chanzo mzazi mwenza, sasa tunaishi kwa huzuni. Mama shuga, mbona ungu wangu kwema? Kwema. Yaani bwana nikutana wewe hapa. Maana kuna stori zimetapakaa mtaa mzima shuga yangu. Stori gani hizo? Mama hii, wewe kufumaniwa. Nikukosa maneno ya kuniambia. Mama hii, hakuna mtu tasujua hapa mtaani. Mtaa mzima zimetapakaa stori zako. Stori gani? Una uhakika na maneno yanayoongelewa? Ulishanishuhudia au ulishawahi kunikuta? Mama ino, sio kwa ubaya. Ndio maana nimekusimamisha hapa ili nipate ukweli. Uthibitishe kitu gani? Uthibitishe nini kama sio umbea wenyewe tunaokataa? Uthibitishe kitu gani? Mdogo wangu umekalia umbea tu. Yatakushinda mjini hapa. Unanielewa? Tena siku nyingine kunisimamisha kuniambia maneno kama haya sitaki. Unanisikia? Nifuate dada anataka ushauri, nataka nifanye kitu fulani, au dada anataka nifanye hivi, lakini sio kuniambia maneno kama haya. Umenisikia wewe? Uliniambia tutadumu. Chanzo mzazi mwenza, sasa tunaishi kwa huzuni. Pole sana. Najua kwa sasa unapitia wakati mgumu rafiki yangu. Ila ninachokuomba uvumilie. Pole sana. Tambua kwamba wale na wazazi wako. Hata kama ninachokuomba ni rafiki yangu. Acha kufikiria vitu visiokuwa vya msingi. Fikiria masomo. Najua ufikirie masomo na fikiria wazazi wako. Pole sana. Mama ni kila muda wao ni magonjwa. Baba akipita tu, yani akipita karibu na mama ni kipigo tu, yani sijaelewa. Afu yani wamekosa hata ile aibu, yani kwenda hata kupigana hata pembeni. Wanapigana mbele yangu mimi wananifundisha nini ndugu yangu? Wananifundisha nini mimi? Baadaye Eza nikaa nimegrown hapo, nilikuwa mkubwa. Au ninapotafuta pa elimu kwa shida, baadaye tukaja tukavuna tulichokipanda sisi. Yani tuseme nimesha nyumbani. Nikaa namkataa mama ama baba. Kama mimi mbaya kwa sababu wananifundisha yani tabia yao wao wanakuja kuniingizia mimi mwenyewe. Sasa nimekaa memoria kuchukulia movie ndugu yangu. Yani wakati siku ni maugomvi tunakwambia ndugu yangu. Yesu ni kupigana kuzozana tu. Sawa kama umenielewa rafiki yangu. Kuna muda ukipata nafasi, sawa rafiki yangu kama umenielewa. Ila
ukipata muda umweke chini mmoja mmoja, unaongea kila mtu kwa wakati wake. Chanzo mzazi mwenza, uliniambia tutadumu. Chanzo mzazi mwenza, sasa tunaishi kwa huzuni. Chanzo mzazi mwenza, mabegani na maumivu, lakini kwa ajili ya mtoto bado najaribu kukunja moyo. Ulipeleka ahadi zako mbali. Waino. Kwa nini unalala kibarazani? Umeshindwa kulala ndani? Mama ametoka. Mama yako katoka? Kaenda? Ameenda kwa bibi. Kwa hiyo chai haujanywa na wala chakula hakijapikwa? Ndio. Mwanangu, ndo haya ambayo babako anaongea kila siku yani. Alafu nikiongea naonekana na mdomo. Naambia wewe mkorofi maswala kama haya. Yaani kaona kwenda kupiga umbea na mama yake ndio kitu cha msingi sana, lakini kukaa akae apike hapo nyumbani, apikie wewe akuangalia unaendeleaje, hakuna. Baba. Ongeza na kidogo. Mama nikubeka muda wako kidogo. Chanzo mzazi mwenza, uliniambia tutadumu. Hivi baba. Nyinyi ndo wazazi wangu kule kunizaa. Ni swali gani na mwanangu ambao unaniuliza? Mimi si baba yako ndio? Au kuna nini ulichoona cha tofauti? Nauliza hivyo kwa sababu naona ni picha ambayo inaendelea huko ndani ni tofauti. Yaani na mama sasa hivi mmekuwa mnagombana kila siku, kwa nini mtafikiri na mtoto mdogo? Yaani magomvi tu ndani. Nini na mchiki masibu? Alafu sometimes baba unafanya vitu kwa kutumia hasira na kuomba basi control hata hizo hasira zako. Unafanya vitu hadi pole unaangalia hata ambacho yani kwa nyakati basi na kuomba leo unaangalia hata nyakati. So unafanya vitu kwa kutumia hasira zako. Control kidogo. Waino. Usione nimekaa hapa na kusikiliza muda wote. Ukaniona kama mimi ni mpumbavu vile. Hizo kauli na huo ujinga ambao kama mamako anakufundisha, naomba iwe mwanzo na mwisho kuniongelea kauli za namna hiyo. Wewe mpata wapi ujisikia kusema sisi tunakuwa kama watoto? Ina maana hayo madhaifu unaona kwa mimi babako, lakini kwa mamako Naomba ukitaka kuzungumza na mimi wewe unaangalia na kauli zako. Umenielewa? Afu usilale hapo. Njoo ndani. Chanzo mzazi mwenza, uliniambia tutadumu. Chanzo mzazi mwenza, sasa tunaishi kwa huzuni. Chanzo mzazi mwenza, mabegani na maumivu. Chanzo mzazi mwenza, uliniambia tutadumu. Chanzo mzazi mwenza, Unasemaje? sasa tunaishi. Mke wa mtu ndo anarudi saa 11 hii kabisa.
asubuhi nilikuachia pesa ya kula mtoto, na unajua kabisa leo mtoto alikuwa anajisikia vibaya, hata shule hajaenda. Nilikuachia hela kupika mchana, hajanywa chai huyo mtoto hapo alipo, hajala chochote. Mimi babake tu nimetumia ubunifu nao unajua mimi kaweza kula yule mtoto. Mke wa mtu sasa hivi ndo unarudi. Alafu unarudi nakuwa sikuelewi. Nataka nijue umetoka wapi muda huu? Kwanza huyu mtoto hana mikono. Ameshindwa kuingia jikoni kupika chakula chake tu yeye ale ashibe. Haya, na maswala kuniuliza mimi nimetoka wapi ameanza lini? Na tangu lini tukaanza kuulizana umetoka wapi, unaenda wapi, unafanya nini? Mimi ninachohitaji uniambie, usinijibu kama unamjibu mwanamke mwenzio. Nakuulizaje? Umetoka wapi muda huu? Usiniambie kama umetoka mama yangu. Hivi mama yenu unanichukuliaje mimi? Unaniona mimi fala sana, mjinga eti sina akili Bwana wewe, mwanamke wangu, mke wako, mwana sijui nani. Mimi na bandage mgongoni. Kwamba mimi nimeandikwa pa mke wa mtu. Na bandage mgongoni. Hayo majibu umeanza lini ya kunijibu mimi hivyo? Mama yenu, hayo majibu umeanza lini ya kunijibu mimi hivyo? Bwana wewe usitake kujua yameanza lini bwana wewe. Maswali gani tunaulizana? Yameanza lini? Yameanza juu. Fede veve. Ukafa nzira uyamba, si ndio? Yaani wewe mwafu kangi. Mwafu yuve. Yene ulonge tukune ndi mwafu. Wangamite, wamutile. Odiga ndifanya gena mambo ago utiga nene ndi mwafu. Mwafu yuve. Sasa sikia. Sitaki kubishana na wewe. Sitaki matatizo na wewe. Nacho kuomba. Muda huu pesa ambayo nilikupatia kanunue chakula, nahitaji kipikwe sasa hivi. Na hakuna kunyanyua mguu kwenda sehemu yoyote, hata kwa Mwajuma sitaki uende. Sina muda wa kupika. Kama na njaa wewe na mwanao, ingieni jikoni mkapike. Na huwezi kunizuia mimi eti nisiende kwa mama. Kwa mama yangu. Hivyo inakuingia kilini. Mtu anakuzuia eti usiende kwa mama yako. Wewe vipi wewe? Mama yenu unamjibu au majibu nani? Na kujibu wewe, unataka nimjibu nani? Majibu wewe kumjibu nani? Majibu wewe. Wewe kujibu la wewe. Nakwambia sasa tunaishi kwa huzuni. Yaani wewe jioni ulivyokuwa huna amani. Leo kuna jipya gani tena? Mama, yale siku zote. Mama huwezi amini. Mama yenu toka alivyotoka asubuhi ndo anarudi saa 11 hii nyumbani. Nilimwachia hela pale mtoto leo ajaenda shule kwa sababu alikuwa anajisikia vibaya. Nikamwambia bwana, hii hela kisha unamchukulia mtoto chai na chakula cha mchana mpikie. Cha ajabu narudi nyumbani simkuti mama yenu anasema ameenda kwa mama yake. Alafu sasa hivi anarudi ninapomwangalia simuelewi. Najaribu kumuuliza ananijibu kunya. Namwambia hiki ananijibu hiki mama. Mimi kweli nikashindwa kuvumilia kwa sababu mama anapambana sana. Mambo mengi sana mama yenu ananifanyia lakini mimi nahifadhi tu mama sije kuambia. Lakini mwanzangu tukipishana tu Kiswahili kidogo anakimbilia kwa mama yake. Mama mimi kweli nimevumilivu umenishinda, nimempiga vibaya mno mama. Shida yako wewe mwanangu, mbishi sana. Unisikilizi mimi mama yako. Hiyo ndo shida yako. Na nakwambiaje, yule mama yenu unaomng'ang'ania atakutesa sana. Bado hujateseka. Jiangalie unapopauka. Yule mama yenu ana shida gani na wewe? Wewe angalia, familia yake tu yenyewe haieleweki. Unamng'ang'ania wa nini mwanangu? Kwa nini unajitesa wewe? Baba yake eleweki, mama yake eleweki. Yeye mwenyewe mwanamke ndo kama hivyo. Hivi kweli mwanamke alotimia akili zake anawezaje kumuingiza mwanamume mwingine ndani kwake? Bado unamng'ang'ania. Una shida gani wewe? Umelogwa Mama nashukuru. Kwa sababu mimi nilikuwa nakuja wewe nikajua mama ndio utanifanya kwamba nijenge vipi ndoa yangu, nikae hivi nizungumze naye vipi, au nikajua mama utanisaidia kwamba ukazungumze naye mama yenu akuelewe. Lakini umekuwa ni mtu wa kunikandamiza mama. Mama hii ni mapenzi tu mama. Mshenzi mkubwa wewe mama, mimi nampenda mapenzi. Wewe nahisi kuna sehemu nilikosea kwenye malezi yangu. Yaani sio bure kabisa. Wewe mwanangu wewe kuna sehemu mimi nilikosea. Na kama kuna sehemu ambayo mimi nilikosea, Mungu anisamehe isi. Una shida gani?
Mama, useme hivyo. Mama, haya ni mapenzi. Alafu mimi nampenda kweli mama Ino. Na kitu kingine ambacho sikukwambia mama, mimi nimeshamfumania mama Ino ndani mle. Yuko na mwanaume. Kuna kitanda changu iliniuma sana mpaka sasa hivi bado inaniumiza. Lakini kila ninapojaribu kuipotezea, mwenzangu naona bado anazidi kunionyesha dharau ndani ya nyumba yangu mama. Mama, naomba unishauri mimi nifanyeje mama, naumia. Hivi unavyofikiria mimi nitakupa msaada gani? Mimi nitakupa msaada gani? Kila nikikwambia yule mwanamke hakufai, mwanangu hakufai. Kwani hamna wanawake wengine huko mtaani mpaka mama Ino? Achana naye. Mimi msaada ambao naweza nikatoa kuachana na yule mwanamke. Siwezi kukutafutia mwanamke. Mimi kama mama hiyo nafasi sina. Lakini wewe mwenyewe tafuta mwanamke, achana na yule mwanamke. Uwezi. Usiniletee kesi zako hapa. Hivi mtoto ana shida gani? Aisee, sijui mimi nimekosea wapi kwenye kuzaa jamani. Haya ndio madhara kulea singomaza. Yaani nimelea mtoto ambaye ajitambui, alafu dume zima linamlilia mwanamke, mama Ino, mama Ino, mama Ino. Wewe usirudi tena hapa na ujinga wako, mpumbavu wewe. Chanzo mzazi mwenza, uliniambia tutadumu. Chanzo mzazi mwenza, sasa tunaishi kwa huzuni. Sipendi kabisa napokuona kwenye hii hali. Kwa levo zako mwanangu, sio za kukaa unalilia mwanamke. Yule malaya achana naye. Yaani mimi nitakushauri yule malaya achana naye. Wewe angalia mwanetu. Umlea vipi? Angalia mtoto, lili na mtoto, mleza mtoto. Yaani yule wewe mwanangu unanikopa kwepa sana mimi sifike kwako. Yule nikikutana naye mimi yule. Malaika mwenyewe atopenda. Yaani mimi mwenyewe mwanangu ananizoofisha, yani kuangalia, yani msimu mwenyewe. Kuwa mgumu kama mimi mshikaji wangu. Sifagilii mapenzi, sifagilii nini. Uwezo kanikuta mimi nalialia kama wewe. Mimi nataka kubadilika mwanangu, maana kuleta toke kabisa katika hii yani. Unanifedhesha mpaka mimi yani. Dharau. Habari zake yule zika kabisa chini. Na hapo kitoka, usimsemeche chochote. Dunga vyombo mwanangu, fika pale ndani wewe tulia. Tulia kabisa. Fanya chochote. Mimi nikikutana naye, mimi nitamalizana naye mwenyewe. Yaani hiyo kazi niachie mimi. Kwanza mimi umeelewana mwana? Dunga vyombo. Kiba kufia. Mungu malizie vitu. Sasa tunaishi kwa huzuni. Chanzo mzazi mwenza. Baba ni hatari. Ajue mtoto wewe. Sikuzania kabisa. Ujifuta unanichanganya kinoma hizi. Yaani kisema unanichanganya kweli. Mtoto michezo naijua.
ukishika uchebe ndo unachanganya kabisa yani. Yaani ilikuwa na watoto wadogo kama nyinyi. Inatakiwa kwa nikipeleka mnapelekewa moto kweli. Mnakuwa na vijana wadogo wao mbona wanawagusa tu. Na mtoto michezo naijua. Labda nimeenjoy kweli anda. Wewe kweli? Mtoto wa kike unanivuruga akili mpaka ubongo wote, yani hujakaa mahali pake, yani unavyoongea unanichanganya kwa sababu kuna staili moja umenipa hiyo. Acha nile pia ni ya popo kanya mbingu. Yani nakwambia, yani hii ni kwanza misikitiko ya tozo.